Watu wengi wanafanya sherehe kubwa, lakini wanashindwa kujenga ndoa kubwa. Kwa siku ya leo tutakwenda kuziangalia sababu 10 zinazoua ndoa baada ya harusi, na sababu namba 9 itakuacha mdomo wazi. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Lakini kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie sababu 10 zinazoua ndoa baada ya harusi. Namba 1, wanatengeneza show kuliko msingi. Watu wengi wanawekeza sana kwenye ukumbi, mapambo, mavazi, picha, video, wageni, chakula, lakini hawajui kuwasiliana, kusameheana, kuvumiliana au kuishi pamoja na kushughulikia migogoro. Siku zote ndoa inahitaji tabia, si mapambo. Asilimia kubwa ya ndoa zinavunjika baada ya harusi kwa sababu watu wengi wanatengeneza show kuliko msingi. Watu wengi wanawekeza kwenye maandalizi ya harusi kuliko msingi. Kwa hiyo jambo linalopelekea ndoa nyingi kuvunjika baada ya harusi, watu wengi huwa wana tabia ya kuwekeza sana, wanatumia muda mwingi, wanatumia vitu vingi kuwekeza kutengeneza show kuliko msingi. Ndoa inahitaji misingi imara. Ndoa inahitaji misingi ya uaminifu. Ndoa inahitaji misingi ya tabia njema. Kwa hiyo watu wengi huwa wanawekeza kwenye vitu, wanawekeza kwenye chakula, wanasahau kuwekeza kwenye msingi. Ndoa imara huwa inawekezwa kwenye uaminifu, huwa inawekezwa kwenye kuvumiliana, kwenye kusameana, lakini pia kuishi pamoja na kushughulikia migogoro. Lakini sababu ya pili inayopelekea ndoa nyingi kuvunjika baada ya harusi, watu wengi wanaingia kwenye ndoa kwa sababu ya presha ya watu wengine. Wengine wanaoa au kuolewa kwa sababu watu wanauliza sana. Watu wengine wanawahi kuolewa, wanaingia kwenye ndoa kwa sababu wanajiona wanazeeka. Wengine wanasema sitaki kuaibika. Wengine wanasema wenzangu wote wameolewa, familia inanilazimisha. Jambo la msingi la kutambua, ndoa ya presha huwa haina mizizi. Kitu kilichoanza kwa presha kinaishia kwa maumivu. Watu wengi wanaingia kwenye ndoa kwa sababu ya presha ya watu. Watu wengi wanaingia kwenye ndoa kwa sababu ya presha ya watu, wanaanza kuwaza hivyo watu wengine watanionaje? Wengine mbona wameolewa, mimi watanionaje? Jambo la msingi ambalo nitakuwa litambue, siku zote kitu kinachoanza kwa presha huwa kinaishia kwa maumivu makubwa sana. Ndio maana watu wengi baada ya ndoa unashangaa amefunga ndoa kubwa sana, amefanya sherehe kubwa sana, lakini baada ya siku chache unashangaa ndoa imevunjika. Kwa sababu gani? Aliingia kwa sababu ya presha ya watu, aliingia kwa sababu anaogopa wengine watamuonaje, wengine watamfikiriaje. Kwa hiyo siku zote jambo la msingi ambalo utakuwa litambue, kitu kinachoanza kwa presha huwa kinaishia kwa maumivu. Lakini jambo la tatu au sababu ya tatu ambayo inapelekea ndoa nyingi kuvunjika baada ya harusi, watu wengi hawajui wao ni nani kabla ya kuoa au kuolewa. Kuna watu wanaingia kwenye ndoa bado hawajakomaa kiakili, hawajajua malengo yao, hawajajua udhaifu wao, hawajajua kabisa, ndipo ndoa inakuja kuwafundisha kwa nguvu na wengi hushindwa. Kwa watu wengi huwa wanaingia kwenye ndoa pasipo kujitambua kwanza, pasipo kukomaa kiakili, pasipo kujua udhaifu wao, pasipo kujua malengo yao ni yapi, pasipo hawajijui kabisa, ndipo ndoa inakuja kuwafundisha kwa nguvu na wengi hushindwa kuvumilia. Kwa hiyo hii ni sababu ya tatu ambayo inapelekea ndoa nyingi kuvunjika baada ya harusi. Lakini sababu ya 4 inayopelekea ndoa nyingi kuvunjika baada ya harusi, wanapendana lakini hawalingani. Watu wengi wanachanganya kati ya upendo na uwezo wa kuishi pamoja. Unaweza kumpenda mtu sana, lakini hamna maono yanayofanana, hamna tabia zinazolingana, hamna maadili yanayofanana, hamna msimamo wa maisha unaofanana, ndipo ndoa inakuwa vita kila siku. Kwa hiyo hii ni sababu ya 4 inayopelekea ndoa nyingi kuvunjika baada ya harusi. Watu wengi wanapendana lakini hawalingani. Watu wengi wanapendana lakini hawalingani. Hawalingani kimaono, hawalingani kiimani, hawalingani, yani hawafanani kabisa. Kwa hiyo hii inapelekea wanajikuta
hapo ndipo wanakuja kuta wanakuwa hawaelewani, wanakuwa na kila siku ni vita, kwa sababu waliingia walikuwa wanapendana lakini hawalingani. Lakini sababu ya tano inayopelekea ndoa nyingi kuvunjika baada ya harusi au baada ya sherehe kubwa, wanaingia kwenye ndoa bila mazungumzo ya kina. Wengi hawakuwahi kukaa chini kuzungumza mambo ya msingi kama vile pesa na matumizi, mipaka na marafiki, wazazi kuingilia, hawajui kuzungumza kuhusiana na watoto au dini pamoja na maombi, mahusiano ya kimwili, mipango ya baadaye. Halafu ndoa inapoanza, kila mmoja anashangaa, kumbe huyu mtu yuko hivi. Kwa hiyo hii ni sababu ambayo inapelekea ndoa nyingi kuvunjika baada ya harusi. Wengi wanaingia kwenye ndoa bila mazungumzo ya kina. Watu wengi wanaingia kwenye ndoa bila mazungumzo ya kina. Siku zote kabla watu hawajaingia kwenye ndoa, ni muhimu sana muwe na mazungumzo ya kina, na mazungumzo yenu muangalie, mpange kuhusiana, mzungumzie kwenye ishu mbalimbali au kwenye maeneo mbalimbali, kwa mfano pesa na matumizi, kwa mfano mipaka na marafiki. Wengine wakuta anaingia kwenye ndoa bado ana urafiki wa karibu, kwa mfano ni mwanamke anaingia kwenye ndoa alafu wakati huo anakuwa ana urafiki na mwanaume mwingine au ana urafiki wa karibu sana na wanaume wengine, na hii inapelekea yule mtu ambaye yuko naye kwenye mahusiano au ambaye amemoa ashinde kumwamini yule mwanamke, na mwisho wa siku anashangaa ile ndoa inakuwa ni magomvi kila siku. Kwa mfano baba mwingine ukuta ameingia kwenye ndoa, yeye ameshazoea kuwasiliana na wanaume mara kwa mara, au ameshazoea kuwa na marafiki wa kiume, lakini anaolewa na mtu ambaye hataki huyo mwanamke awe na marafiki wa kiume. Mwisho wa siku yule mwingine, yule mwanamke anaweza kujiona kama mbona kumbe ananinyanyasa, mbona ananikataza kuongea na hao wanaume, mbona mimi nishawazoea wanaume ndo marafiki zangu, ndo kampani yangu. Lakini kwa hiyo ni muhimu kabla mjaingia kwenye ndoa, ni muhimu mkaingia kwenye ndoa mkiwa mna mazungumzo ya kina, mnazungumza kuhusiana na marafiki, mnazungumzia kuhusiana na pesa na matumizi, wazazi kuingilia, mnazungumzia mambo mbalimbali, mambo ya imani na vitu kama hivyo. Lakini sababu ya sita inayopelekea ndoa nyingi kuvunjika baada ya harusi, wanaoa kwa tamaa, si kwa kusudi. Wengine wanaoa kwa sababu ya tamaa ya mwili, pesa. Wengine wanaoa kwa sababu ya tamaa ya mwili kama vile pesa, umaarufu, urembo, cheo, urahisi wa kupata msaada. Lakini vitu hivi havitoshi kubeba ndoa. Mwili siku zote huwa unabadilika, pesa huwa zinaisha, urembo huwa unapungua, cheo huwa kinashuka. Na ndo maana watu wengi ambao walioa au waliolewa kwa sababu mtu mwingine aliingia kwa sababu ya tamaa ya mwili, kwa sababu ya urembo, mwingine aliona kabisa ngoja nikaolewa kwa sababu huyu mtu ana shape nzuri. Jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, urembo huwa una muda unapotea. Lakini pia cheo, mtu kwa sababu huyo kijana alikuwa na cheo fulani, alikuwa ni mtu fulani mkubwa sana, ukaolewa kwa sababu ya cheo chake, cheo huwa kinashuka. Na ndio maana watu wengi sana unakuta baada tu ya harusi wanafunga harusi kubwa, lakini baada ya muda mchache unashangaa ndoa imevunjika. Kwa hiyo sababu hii ni sababu moja hapo ambayo inapelekea ndoa nyingi kuvunjika baada ya harusi. Watu wengi wanaoa kwa sababu ya tamaa, wanaoa au wanaolewa kwa sababu kwa tamaa, si kwa kusudi. Lakini sababu ya saba inayopelekea ndoa nyingi kuvunjika baada ya harusi ni uingiliaji wa familia na marafiki. Watu wengi hawajui kuweka mipaka katika ndoa. Mama mkwe, baba mkwe, marafiki au ndugu wanapoingia na kuanza kuanzisha fitina kati yenu, wanaweza kuchochea magomvi na wanaweza kuwagawa wawili. Na kama wanandoa hawana umoja, ndoa inaweza kaporomoka kwa haraka, ndoa inaweza kavunjika kwa haraka. Kwa hiyo ukikuta wazazi au kuna mwingiliano, wazazi wanaingilia, wanaanza kuwavuruga, hii inaweza kusababisha ndoa yenu ikavunjika. Lakini sababu ya 8 ambayo inasababisha ndoa nyingi kuvunjika baada ya harusi ni kutokuwa na uaminifu au usaliti. Hii ni moja ya sababu kubwa sana, na ni kweli kwamba wengine wanafunga ndoa kubwa ili kuficha tabia zao, lakini tabia haifichiki muda mrefu. Sababu ya 8 ambayo inapelekea ndoa nyingi kuvunjika baada ya harusi ni usaliti. Watu wengi unakuta ameingia kafunga ndoa, lakini anakuwa sio mwaminifu, anaanza kumzunguka mwenzake, anatoka na mwanamke mwingine au anatoka na mwanaume mwingine. Hii ni jambo ambalo cha kwanza huwa laua hisia. Kama ni mwanaume au mwanamke umemsaliti mume wako, hii ni jambo ambalo ni la hatari sana, kwa sababu huwa laua hisia kabisa, lapoteza hisia kabisa. Kwa hiyo usaliti, watu wengi unakuta amefunga ndoa ya kifahari kubwa, lakini anaanza kuchepuka, anaanza kumsaliti mwenzake,
na jambo hili linasababisha ndoa nyingi zivunjike: usaliti. Kwa hiyo ni muhimu sana, kama unapokuwa kwenye ndoa, ni muhimu sana ukawa mwaminifu, usiwe msaliti, usimsaliti mwenzako, kuwa mwaminifu kwa mwenzako, acha usaliti. Lakini sababu ya 9 inayopelekea ndoa nyingi kuvunjika baada ya harusi ni kukosa maombi ya msingi wa kiroho. Ndoa nyingi zinaanguka au zinavunjika kwa sababu hakuna Mungu ndani yake, hakuna maombi, hakuna upendo wa kweli, hakuna kujitoa, hakuna hekima. Vitu hivi vinasababisha ndoa hiyo iweze kuvunjika. Lakini sababu ya 10, wanachukulia ndoa kama mwisho wa safari. Wengi wanafikiri tukishaoana basi tumeshamaliza, lakini ndoa ni kama shule, kila siku unajifunza. Ndoa ni kazi, ndoa ni kujitoa, ndoa ni majukumu. Jambo la msingi la kutambua, harusi ni siku moja, ndoa ni maisha. Unaweza kuwa na harusi ya milioni 50, lakini kama hakuna mawasiliano, uvumilivu, uaminifu, heshima, maombi, mipaka, maono, ndoa itavunjika tu. Kwa hiyo jambo la msingi, haya ni mambo 10 ambayo yanasababisha ndoa kuvunjika baada ya harusi. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba ucomment chini umejifunza kitu gani, alafu nitajibu comment yako. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema.